na utulivu hapa Zanzibar kwa kipindi cha Januari hadi Juni 2026 imeendelea kuwa shwari na yenye kuridhisha, huku shughuli za kijamii, kiuchumi na utalii zikiendelea kufanyika katika mazingira salama na tulivu. Katika kipindi hicho, Jeshi la Polisi limeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kulinda raia na mali zao pamoja na kuimarisha doria, operesheni mbalimbali na ushirikiano na wananchi katika kukabiliana na vitendo vya uhalifu na uvunjifu wa sheria. Tathmini ya hali ya usalama inaonyesha kuwa baadhi ya makosa ya jinai yameongezeka kwa kiwango kidogo ikilinganishwa na kipindi kama hicho kwa mwaka uliopita, huku makosa mengi yanayohusiana na mali za wananchi yakionyesha mwelekeo wa kupungua kutokana na juhudi zinazoendelea kuchukuliwa na Jeshi la Polisi pamoja na ushirikiano mkubwa wa wananchi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Aidha, operation maalum zilizofanyika dhidi ya dawa za kulevya na biashara haramu zimeongeza uwezo wa Jeshi la Polisi kuwabaini na kuwachukulia hatua wahusika wa vitendo hivyo, jambo lililopelekea kuongezeka kwa ukamataji wa watuhumiwa na vielelezo mbalimbali vya uhalifu. Kwa upande wa usalama wa watalii na wageni wanaotembelea Zanzibar, hali imeendelea kuimarika na matukio yanayohusu wageni yamepungua kwa kiwango kikubwa, hali inayoendelea kuifanya Zanzibar kuwa moja ya maeneo salama kwa shughuli za utalii na uwekezaji. Jeshi la Polisi limeendelea kutoa kipaumbele katika usalama barabarani baada ya kubaini kuwepo kwa ongezeko la ajali na makosa ya usalama barabarani yanayosababishwa zaidi na mwendo kasi, uzembe wa baadhi ya madereva na kutozingatia sheria za usalama barabarani. Kwa hivyo, kwa kipindi hichi cha Januari Juni, idadi ya makosa makubwa ya jinai ambayo yameripotiwa ni 1267 ikilinganishwa na makosa 1195 yaliyoripotiwa kipindi kama hicho mwaka 2025. Kwa hivyo kuna ongezeko la makosa 72 sawa na 6%. Uchambuzi wa makosa ya jinai kwa makundi, taanza na makosa dhidi ya binadamu ambapo kuna makosa 490 yameripotiwa kwa kipindi cha Januari Juni mwaka 2026 ikilinganishwa na makosa 409 yaliripotiwa kipindi kama hicho mwaka 2025. Ni ongezeko la makosa 81, kwa hivyo ikifanya sawa na 19.8%. Makosa yaliyochambuliwa katika makosa ni makosa ya mauaji, kubaka na kulawiti, ambapo makosa ya mauaji katika kipindi cha Januari Juni 2026 yameripotiwa makosa 35 ikilinganishwa na makosa 26 ambapo yaliripotiwa katika kipindi cha mwaka uliopita. Kwa hivyo kuna ongezeko la makosa 9 sawa na 34.6%. Kubaka katika kipindi cha Januari Juni 2026, jumla ya makosa 358 yameripotiwa ikilinganishwa na makosa 338 yaliyoripotiwa kipindi kama hicho katika mwaka 2025. Kwa hivyo kuna ongezeko la makosa 20 sawa na 5.9%. Kulawiti katika kipindi cha Januari Juni 2026 yameripotiwa makosa 94 ikilinganishwa na makosa 42 yaliripotiwa kipindi kama hicho mwaka 2025. Kwa hivyo kuna ongezeko la makosa 52 sawa na 123.8%. Jumla ya makosa ya kuwania mali yaliyoripotiwa ni 659
yameripotiwa mwaka huu Januari Juni 2026 ikilinganishwa na makosa 755 yaliyoripotiwa kipindi kama hicho mwaka uliopita, yani 2025. Kwa hiyo kuna upungufu wa makosa 96 sawa na 12.7%. Katika makosa hao ya kuania mali yaliyochambuliwa ni makosa ya uvunjaji, wizi wa mifugo na wizi wa pikipiki, ambapo kwa ujumla makosa hayo vyanzo vya makosa ni ushawishi wa makundi kwa ajili ya kujipatia mali. Kwa hiyo katika kipindi cha Januari Juni 2026 jumla ya makosa 233 ya uvunjaji yaliripotiwa ikilinganishwa na makosa 283 ambayo yaliripotiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita 2025. Kwa hiyo kuna upungufu wa makosa 50 sawa na 17.7%. Wizi wa mifugo kwa kipindi cha Januari Juni 2026 jumla ya makosa 143 ya wizi wa mifugo yaliripotiwa ikilinganishwa na makosa 195 yaliripotiwa kipindi kama hicho katika mwaka uliopita wa 2025. Kwa hiyo kuna upungufu wa makosa 52 sawa na 26.7%. Katika kipindi cha Januari Juni 2026 jumla ya makosa 192 ya wizi wa pikipiki yaliripotiwa ikilinganishwa na makosa 183 yaliripotiwa katika kipindi kama hicho katika mwaka uliopita. Kwa hivyo kuna ongezeko la makosa 9 sawa na 4.9%. Katika makosa maadili ya kijamii kuna jumla ya makosa 118 yaliripotiwa katika kipindi cha mwaka cha Januari Juni 2026 ikilinganishwa na makosa 31 yaliripotiwa katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Kwa hivyo kuna ongezeko la makosa 87 sawa na 280.6%. Katika kipindi cha Januari Juni 2026 jumla ya makosa katika usalama barabarani katika kipindi cha Januari Juni jumla ya makosa 55,655 ya usalama barabarani yaliripotiwa. Haya ni makosa yote ya ajali na zile na operation ambazo tunafanya. Kwa hivyo jumla yake ni makosa 55,655 ya usalama barabarani ambayo yaliripotiwa ikilinganishwa na makosa 28,740 yaliripotiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Kwa hivyo hapa kuna ongezeko la makosa 26,915 sawa na 93.6%. Kwa hivyo hapa tunaonesha jinsi gani operation zilivyokuwa zimeongezeka kwa upande wetu wa Jeshi la Polisi. Lakini kwenye hiyo issue ya usalama barabarani, kwenye ajali sasa za barabarani kwa kipindi cha Januari Juni 2026 jumla ya ajali za barabarani 178 ziliripotiwa ikilinganishwa na ajali 100 zilizoripotiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Kwa hivyo hapa tunaona kuna ongezeko la ajali 78 katika kipindi hicho. Ukiacha kwa matukio hayo niliyosema, lakini Jeshi la Polisi limepata mafanikio katika kushughulikia kesi mbalimbali. Kuna matatizo yanatokea na nini, lakini kuna mafanikio. Kwa hivyo katika kipindi hichi kuna mafanikio ambayo tumepata katika kushughulikia kesi mbalimbali zilizoripotiwa katika vituo vyetu, ambapo jumla ya kesi 1267 zimeripotiwa na mchangano wake ni kama ufuatavyo. Kesi 196 zimepata mafanikio mahakamani katika kipindi hicho cha miezi 6. Kesi 48 zimefutwa mahakamani kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mashahidi kutofika mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi na mapungufu mengineyo. Kesi 34 zimefungwa vituo vya polisi. Kesi 59 zipo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Kesi 73 zimehamishiwa Tume ya Kupambana na Kuzuia na Madawa ya Kulevya. Kesi 572 zipo chini ya upelelezi
na kesi 285 zinaendelea kusikilizwa mahakamani katika hatua mbalimbali. Ndugu waandishi wa habari, Jeshi la Polisi litaendelea kuimarisha doria na operations za usalama katika maeneo mbalimbali, kuongeza udhibiti na usimamizi wa sheria za usalama barabarani, kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya na uhalifu wa aina zote, kuendelea kushirikiana na wananchi kupitia mfumo wa polisi jamii na utoaji wa taarifa za uhalifu na wahalifu. Vile vile Jeshi la Polisi natoa wito kwa wananchi tuendelee kutumia mitandao ya kijamii vizuri. Hivi karibuni imeonekana watu wengi hususan vijana wanaitumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa hiyo tuitumie mitandao ya kijamii vizuri na kujiepusha na matumizi mabaya ya mitandao hiyo. Imefikia hatua watu wakati mwingine unaona wanajirekodi na kusambaza zile picha ambazo wamejirekodi, hususan vijana wakionyesha pengine na silaha za jadi na wakinyinasibu kwamba sisi vijana wa sehemu fulani au mimi niko sehemu fulani, basi tutawafanyia watu wa sehemu fulani. Naona silaha za jadi, wengine wakiwa na mapanga, nondo, mashoka. Kufanya hivyo ni kosa. Tunatahadharisha tu kama kufanya hivyo ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mitandao ya mwaka 2015 pamoja na sheria nyingine za nchi. Kwa hivyo ukiendelea kufanya hivyo tutachukulia hatua. Hata hivyo, Jeshi la Polisi Zanzibar linatoa shukrani kwa wananchi kwa ushirikiano wanaoonyesha katika kuhifadhi amani na utulivu hapa Zanzibar, na tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu pamoja na matukio yoyote yanayoweza kuhatarisha usalama wa jamii ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa wakati. Nawahakikishia wananchi, wageni na wawekezaji kuwa Jeshi la Polisi Zanzibar limejipanga vizuri kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unaendelea kuimarika. Baada ya kusema hayo, nasema asanteni kwa kusikiliza. Asante.